Kwa unataka kunipiga? Naweza kukupiga. Kwa sababu siwezi kukubali kuona watu wasio na hatia kama wale wanalia, wananyanyasika kwa sababu yako. Kwa nini upendi wageni? Kwa nini una huruma? Dada yangu kipofu. Lulu. Umekula? Yashka. Hivi mimi nitakuwa ni mtu aina gani? Tule chakula humu ndani nikose kuwapa watu wako. Mwanangu, mbona nifanyia hivyo? Mimi ukosea nini mwanangu? Nifanye kipi uone kweli hapa mama akafanya kitu? Usipende kunaongona na hawa. Uniamini mimi mama yako. Kaka, msigombane. Si tushakula shahidi dada. Haya sasa, unaona? Wanakiri wenyewe kwamba wameshakula chakula na wameshiba. Una shida gani shida? Kuuliza sio ujinga mama. Yoyote anauliza anahitaji kujua. Ina maana hata mimi mamako uniamini? Tania. Ndio chumbani kwenu mkapumzike. Maana usiku ushakuwa mwingi sasa. Kama angekwepo mama yangu, kama angekwepo baba yangu, yasingetokea haya, yasingetokea haya. Shida matatizo kila siku mimi napata shida na umasikini. Kwa nini? Bora nife. Lulu, mimi ni ndugu yako wa damu. Kiupande mwingine rafiki yako. Naomba niambie ukweli, leo umekula? Naomba unijibu au hujaelewa swali. Tulikula. Macho yako yananiambia kama unachokiongea ni ukweli. Ni wazi unadanganya. Hapana, sidanganyi kaka, tumekula. Mlikula? Okay. Nenda kapumzike. Nilikuamsha kwa sababu ya kukuuliza hili swali. Sawa kaka, kuwa na usiku mwema. Na nyinyi pia. Nawapenda sana. Yashka, tulikubaliana kila mmoja aende kalale. Vipi mwenzetu? Mara uko nje, mara sebuleni, mara saloni, mara jikoni, unatafuta nini? Mimi siko sawa. Usiniambie umechanganyikiwa kwa sababu ya mbwa wako. Mama, mbwa? Hivi binadamu anawezaje kuwa mbwa? Alafu mwa ukiwa unaongea jaribu kuongea kwa nidhamu. Usidanganye mwanangu. Wewe unaonekana kabisa unawaza wa viungo vyako. Sasa sikiliza. Kuna watu wengi wapo nyuma yako wanakutegemea. Endekeza upuzi wako na upoteze kila kitu. Mama, ukiendelea na hii tabia yako, kuna siku nitakukosea heshima. Yashka. Yash! Nimeingiliwa muda. Eti? Wewe! Nimewaita hapa kwa sababu nataka niwaage. Mimi nenda zangu kazini. Alafu pia hakikisheni mnaoga mnabadilisha nguo. Kuna nguo nimewanunulia huko. Alafu pia nikiwa narudi nitawaletea nguo nyingine. Lulu. Hakikisha unamwangalia dada.
Kaka Samani, tunashukuru sana kwa wema wako. Hakika hatutakusahau hata mara moja. Tunaomba tuende tukaendelee kuishi maisha mengine. Tunakiri umefanya kila kitu kwa sababu yetu. Hakuna tunachokudai. Kwa nini mnatamani kuondoka? Kuna tatizo? Hamna tatizo. Tumeamua tu. Hapana. Kuna tatizo. Hebu niambieni ukweli. Kwa nini mnataka kuondoka? Au mama na Chuma wanawapiga? Wanawatesa? Au hawapi chakula? Hapana. Sasa kama mnaishi vizuri, kwa nini mnatamani kuondoka rafiki zangu? Sasa nasemaje? Mimi ndio niliamua kuwasaidia na sio nyinyi mmeniomba mimi niwasaidie. Muda wa kutoka hapa bado. Kwa sababu nitakapoenda huko mtaenda kuteseka tu. Na kumbukeni, nyinyi mnatakiwa mrudishe mirathi yenu kwenye mikono yenu. Mnafikiri mtarejesha vipi mkiwa watu wa kitaani? Nani atawaamini? Kama angekwepo mama yangu, kama angekwepo baba. Kuna kitu kinawasumbua mtaki kuniambia. Yasingetokea. Kuna kitu. Yasingetokea haya. Shida matatizo kila siku mimi napata shida na umasikini. Mwenzetu vipi? Unataka kunimeza au? Mama, hivi kuna kitu chochote unachokifanya zidi ya wageni unaleta hapa? Hao? Unawaita wageni? Hao? Unawaita wageni tena mbele yangu mimi? Hao ni wageni takataka unaleta kuja kunichafulia nyumba yangu. Nauliza tena. Kuna kitu chochote unakifanya zidi ya wageni? Kwa unataka kunipiga? Naweza kukupiga. Kwa sababu siwezi kukubali kuona watu wasio na hatia kama wale wanalia, wananyanyasika kwa sababu yako. Kwa nini upendi wageni? Kwa nini una huruma? Yashkal, na ukiendelea kunivunjia heshima, nitakupiga kibao kingine. Tena nitakupiga. Unawezaje kuongea maneno makali na mama yako kama hivyo? Unanidharau kwa kiasi gani Yashkal? Siwezi nikakupiga kwa sababu wewe ni mama yangu. Ila nakwambia kitu kimoja. Kama utaendelea na tabia yako hapa, zidi ya wageni wangu, kuna siku nitakuvunjia heshima. Subutu. Yaani mimi Yashkal, mimi unanifananisha mimi na wale mbwa kweli? Ndio nimeshaongea. Usiku muda utaongea. Kwa hiyo umeamua kunirudia asubuhi. Sinakuuliza umeamua kunirudia asubuhi? Kuna majukumu ya kazi alienda kuyakamilisha. Ndio nimechelewa. Acha uongo Suraj. Wewe unaogopa kukaa na mimi usiku kwa sababu unajua nitakulazimisha kufanya. Kama sio hivyo njoo nipe. Njoo nipe. Alafu huo ni ugonjwa gani usoisha? Kila siku unaniambia unaenda kwa madokta. Uko kwa madokta unaenda kucheza ama? Naomba unisikize kwa makini Suraj. Kuanzia sasa hivi sitaki unishauri chochote. Utanichanganya. Utemi wako huko. Maira, unataka nini kwenye familia yangu? Alafu nashangaa sana kuona mabegi. Unataka kufanya nini? Sijui nianzie wapi.
Ukweli ni kwamba tangu nikuone baada ya miaka mingi, usingizi wangu umekuwa shida sana. Na sio hivyo tu, nataka kuzaa na wewe. Unajua unachokifanya? Zaidi ya unavyofikiria. Sasa sikiliza. Mimi nakwambia ukweli kutoka ndani ya moyo wangu. Nimekwambia sikutaki, toka nyumbani kwetu. Basi nipe hifadhi hata siku 2 tu. Acha kuchekesha. Wewe si jirani yangu. Unataka hifadhi gani? Enda kwenu. Salmada. Haya, kuliko ni mbio zote hizo. Unawahi wapi? Nawe kaoni Machuma. Hapa napoongea na kikao kitakuwa kimeshaanza tayari. Kikao? Kikao kipi hicho? Hapa mtaani kwetu. Mbona sijasikia kiongozi wote akitoa tangazo? Mama Chuma, ina maana una habari? Huu mtaa wetu umeingiliwa na Masihi. Twende kwa Dodosa na jibu chochote utakachomuuliza. Wewe, acha masiara. Hata kusudini pia anajibu. Huyo hata sura ya maisha yako anaweza akaijua. Ana akili huyo. Acha utani. Anaitwa nani huyo? Magomba Dodosa, mwanaagiza gizange. Twende kajone. Twende. Umenitamanisha. Mwalimu. Huyo hapa anaitwa Mama Chuma. Tutakuwa naye hapa kikaoni. Kama atapenda mafundisho yako, ataendelea kuja mwenyewe. Karibu sana Mama Chuma. Asante sana. Tuendelee tulipoishia. Mwalimu, jana tuliongea sababu ambazo zinasababisha umaskini barani Afrika. Sababu zinazosababisha umaskini barani Afrika ni kama vile elimu, dini na uongozi mbaya. Mimi naomba niondoke na dini. Dini inakosea wapi? Wakati najipambanua katika kuleta ustaarabu, amani na haki, pamoja na watu kuingia mbinguni kwenda kuonana na Muumba wetu. Dini za kigeni zimefeli barani Afrika. Niulizeni kwa nini? Kwa nini? Unaweza kumbomoa Mwafrika kwa kumpa dini ya kigeni, lakini huwezi kubadilisha asili yake. Pamoja na kusema dini zetu ni za kishenzi, Mwafrika anaamini kuna uchawi kama zinavyokiri dini za kigeni. Ukimwambia Mwafrika usiibe nitakuloga, haibi kabisa. Lakini ukimwambia Mwafrika usiibe, Mungu Ayona na Yakobo amekataza, atakuibia wewe mpaka misikitini na madhabahuni. Mafundisho ya wazungu na Waarabu yameshindwa kustarabisha watu barani Afrika. Pamoja na kuwa na dini, wizi, uasherati pamoja na uongozi mbaya vimekuwa kwa kasi zaidi. Huyu ana kitu. Si nilikwambia mimi. Samahani mwalimu. Naomba ndodose kidogo. Kwa nini kikao chako kimejaa wanawake na sio wanaume na wanawake? Mwanamke ni moyo wa jamii. Ukiugua jamii na yumba. Nitachawalisha nyinyi, mtawalisha waume zenu pamoja na watoto wenu. Bali shaingia Dubai. Ya Allah. Mwangalieni huyo. Ana shida gani? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kiko ni nini? Hebu endelea kuwepo hapa. Wewe ni mkojo. Ulikuwa unapeleka hapa?